kama kuna siku umefurahi basi ni leo. Mimi masuala mapenzi na mwanaume mmoja hapana. Usiwe na wasiwasi. Hilo lishapita. Kwa kweli Imani hufa kwa sumu ya ujira mbaya. Nimesema toka. Na nisiwe kukuona kwa hiyo kombo tena. Acha ushamba bwana. Wewe ni mtoto wa mjini. Sanaanza kuomoka. Mkanga unakaa shujaa. Katika familia yetu hakuja uwahi tokea mtu hata mmoja kuona tabia za ajabu kama vile Kale. Shosti, mambo? Niambie Shosti. Hey, nakwambia yule mpango wetu hadi uko karibu kukamilika. Muda wowote yule Taira tumtoa nje. Hey. Kwa hivyo clear. Nakwambia ni usijali, muda wowote nje Mataira. Ni sawa Shosti. Unaona sasa mpango wetu umeenda vizuri. Nakwambia hapa hapakai. Sawa Shosti, vizuri. Hapo uko vizuri lakini. Niko poa nashukuru, alhamdulillah. Wewe? Mimi pia niko poa, nilikuwa nakupasha tu hivyo. Sawa Shosti. Tukikutana tutaongea mengi, wala nimefurahi. Hapo wewe na siku njema. Haya poa. Haya. Kale. Kale. Yuko wapi? Hata sijui. Nafikiri ndio. Njoo. Kaka, kwa kweli umenizalilisha sana. Yaani umetoa kabisa imani yangu kwako. Yaani hauwezi taka kumbaka shemeji yako. Alafu, Kale, hizi tabia za kiajabu ajabu umerithi kwa nani wewe? Sikiza, nimesema sitaki kusikia chochote kutoka kwako sasa. Sawa? Sasa sikiza nikwambie. Hivi ni muda wa kwamba ukusanye kilicho chako na utoke nje. Kale, nimesema sitaki kusikia chochote kutoka kwako, sawa? Nimesema toka. Lakini mume wangu msamee, huenda alipitiliwa. Alipitiliwa huyo. Mbona sipitiliwa akakosa kuvaa nguo? Huu ni ujinga. Kale, nimesema toka. Nimesema toka nje Kale. Sawa? Wewe, nenda huko. Kwenda kabisa. Na nisiwahi kukuona kwa hiyo kompa.
Hamna. Yaani huwezi kufukuza mdogo wako wa damu kisa ni binti ambaye umemtoa mtaani juzi. Kiukweli Hezron unafeli. Ingelikuwa wewe ungefanya nini Yusuf? Alafu usihukumu kitabu kwa cover ya nje. Yule dogo sasa hivi amekomaa. Hata kama kuzungumza hawezi, lakini ana hisia. Sikatai ana hisia. Ila wewe mwenyewe unaijua hali ya mdogo wako. Na siku ile katika msiba wa mwanzo wako uliahidi familia kwamba utaishi naye. Leo hii unamfukuza kisa mwanamke. Kweli Hezron? Jana naomba utulie. Bado hujajihisi vizuri. Nimekupata na kambao kwa mkono kwa shamba yangu. Ukiwa umepoteza fahamu. Kwani nini tatizo? Sasa sikize, mimi nishafanya maamuzi na siwezi nikabadili chochote kile. Sawa. Na ninachokumbuka mimi katika familia yetu hakuna mtu hata mmoja ambaye amekuwa na tabia za kiajabu kama vile alivyo yule Kale. Sasa nakwambiaje? Yaani bora aende tu. Wavile wake na Mumba watamtangulia. Sikatai. Hayo ni maamuzi yako. Ila naomba utambue kwamba damu ni nzito kuliko maji. Na uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti. Wewe si ndo umekuwa ni misemo sio umekuwa ndo madebe au nani? La, mimi tayari nishasema na siwezi nikarudia maneno yangu. Na ukumbuke sasa hivi tayari ushaniuza. Baadaye. Pole sana baba mdogo. Sikujua una shida ya kuongea. Lakini inaonekana wewe sio bubu. Naomba ufungue mdomo wako kama kutojali. Fungua mdomo wako. Swadakta. Nilijua tu hili. Na unaitwa nani? Mimi Caleb. Nini kilifanyika? Kaka. Akakufukuza? Cha kuelewa. Makweli imani hufa kwa sumu ya ujira mbaya. Pole sana mdogo wangu. Lakini ondoa wasiwasi. Nitakupeleka kwa baba mmoja. Anajua masuala kama haya, tatizo kama hili. Nina imani tatizo lako litaisha. Usijali mdogo wangu. Kwa sasa utaishi hapa kwangu mpaka utakapopona ugonjwa wako. Ni sawa? Ondoa shaka kabisa, tutaishi nawe hapa. Caleb. Hez, umepatwa na nini? Caleb.
Caleb. Ana nini Caleb? Ana nini Caleb? Nimeota unataka kumdunga kisu. Caleb. Zwe ni mtu mkubwa. Hivi hujui tofauti ya ndoto na hali halisi? Huenda ni mang'amu tu. Lakini Caleb mdogo wangu nini? Acha kujifikiria sana. Huenda ni ndoto tu, usijali. Sawa mpenzi? Caleb mdogo wangu. Caleb, acha kuiweka hiyo ndoto ikae kitu serious. Hiyo ni ndoto tu. Cheka basi. Cheka. Mama nalia. Okay basi, tulale. Ida, kumbe ndugu tena alifuza bwana. Kwa nini bwana? Tulie basi nikupe kisa bwana. Si ndugu Ida bwana alishikwa na upoiro bwana. Kaona shemegi yake ndio kumalizia mwezi haja bwana. Olola. Acheni yanzie wakae. Angalia kwenda. Mwambie bro, yule dogo mlikuwa mkimuonea sana. Halafu jamaa Azron amezingua sana, hata sielewi mimi. Aha. Ni vipi nyinyi? Hebu acheni kuza kipasta basi. Ha? Alafu unapoja chilia. Kama watu wazuri ama vipi mtaka matongoza nini? Nimeelewa wewe. Wanatutukana. Hata sielewi ya. Nyinyi ndio majogoo mjini. Hizo pilika uko alikia wapi? Maana inaonekana si nzuri kabisa. Mimi nina shida. Ni shida gani shosti yangu? Na nina wasiwasi mkubwa sana. Kuna vijindoto Heza ameanza kuviota. Ndoto? Na vinanifanya nianze kushuku kwamba atajua nia yangu. Ndoto aina gani? Ndoto, yani Heza naota ni kama mimi najaribu kumuua Caleb. Alafu baadaye kuna kuja kitu cha kumeremeta kinamchukua. Shosti. Fanya twende kwa mganga. Tena ikiwezekana kesho. Na hisi ni kama Caleb kapata msaidizi. Unafikiria shoga yangu? Haya, mganga wapi? Na wiki kila saa. Bila kujua mko wapi na ni saa ngapi. Hii ni karne mbaya utambua hilo. Sawa bwana. Pastor. Ila leo tusamee, sina fungu la kumi bwana. Cheki mwanangu. Ende zetu tuacha. Tena kwe. Yaani bro, natumai huko Caleb alipoenda Mwenyezi Mungu anamwangalia. Yaani Azron hakutakiwa kabisa kumfukuza Caleb kisa mwanamke. La kuingia akilini hilo. Wala tostie shaka. Kuna mzee mmoja hapo kati na muamini, natumaini kabisa tatu hilo tatizo lako. Basi acha tufanye kesho. Sitaki Heza ashuku chochote. Wala tusijali. Kila kitu kitakuwa sawa, ondoa hofu. Sawa, mimi nakuaminia. Tufanye kivyo. Sitakubwaga. Kwa vile nina matatizo nitakuja tu twende. Niko tayari kwa lolote. Ni sawa. Sasa mshauri. Huyu kijana sana msiji. Tatizo lake ilikuwa ni elimu kwa zimeshikana. Na kama ulivyoona inawezekana. Sasa huyu tatizo lake ni nini? Kijana, kwanza nikushukuru sana. Maana hii kazi umeifanya ni kubwa sana. Na mimi naheshimu sana ujuzi wako. Sijui inagharimu kiasi gani cha pesa hii kazi ambayo umeifanya.
Umeniambia kwamba wewe unamsaidia huyu. Sasa kwa nini usifanye wema kama wewe unafanya? Hapana kijana. Cha Kaisari apewe Kaisari. Huyu mimi ni ndugu yangu kama vile wewe. Sawa. Basi wewe nipe chochote ambacho utaona kwamba kinafiti. Niko sawa. Tashukuru sana. Sawa kijana, hapa shilingi 200 hapa. Chukua hii kwa sababu ya kumtibia huyu kijana. Nashukuru sana. Maana sio wote wangemfanya kama hivi. Sawa. Kama nilivyokuambia, wewe chemsha maji ya moto, tengeneza na tangawizi, mpe haya. Na naamini kwa huu ujuzi wangu nilioachiwa, urithi wangu, hiyo ndo dawa kamili. Asante sana kakangu. Nitakuwa anaumia sana. Sio uchungu, naomba nimpeleke nyumbani. Bro, tatizo lako limeisha. Wewe fuata au maagizo kwa wiki 2. Wiki 2. Kama vile nimekuambia, maji ya moto, tangawizi, changanye, mpe anywe. Tatizo lake limeisha, na kama hajapona, mregeshe hapa. Mimi nashukuru sana. Acha tu sisi tuwahi nyumbani. Sawa kijana, Mimi nakuheshimu kwa hilo ulilofanyia. Si binadamu wote wangelifanyia kama hivi. Sawa. Mimi nendeni. Fuata maagizo. Kwa hilo ndo shaka. Sawa. Mweza kwenda. Nimesikia mtu amekaribia kilinge. Ngojeni wasiana. Ngojeni chaona matatizo yenu. Ngojeni pe. Ingia katika kilinge. Pita na huko, kuja huko wewe. Nishaona matatizo yenu. Kuna mmoja hapa anania kumpoteza mwenzake akili. Fahamu zake atakipa zikuje. Nani huyo? Msichana, katika jukumu mzima la kusaidia, kuna shida imetokea. Naitwa msema kweli. Msichana, katika jukumu mzima la kusaidia, kuna shida imetokea. Kila juu pesa. Huyo kijana si bubu, ana uwezo wa kuongea, na hata sasa amekwisha pina. Ashapona huyo. Mganga nisaidie, naje Caleb akijua ndugu yake, naomba unisaidie mganga.
nakupa hii dawa ambapo itamfanya basi amsahau sana Kaleb. Ila pale kwa Kaleb naambiwa na misimu sina msaada kwa sasa. Hiyo dawa utaenda nayo kufuata masharti yangu kwa sasa. Utakapofika kwa boma usioke wala kufanya chochote. Utamwekea Hazi kwa chakula. Atakapokula ama kinywaji, Hazi atakuwa kama seseta wako. Atafanya chochote utakapotaka juu ya kwa ajili ya mizimu, na utaniamini. Ida sana acha kuwa mwoga. Mganga unakaa shujaa. Utakapofika nyumbani utamwekea Hazi kwa chakula ama kinywaji. Atakapotumia itamfanya kama seseta wako. Atafanya chochote utakachotaka. Hapa Kilindeni sichukui pesa. Nendeni, hiyo dawa ikiwasaidia mtakuja na mnyama kwa ajili ya misimu. Nendeni bebe vizuri, usije ukaibwaga. Yusuf. Sasa kwani mabinti siku hizi hamjiheshimu? Inaleta picha mbaya kwa mwenzako wako wa kike. Jiheshimu basi. Yaani wewe utapanda mnazi na mkono mmoja mpaka lini? Yaani mimi nakupa ofa kama vile. Alinga. Wala unaweza kuvuka mipaka. Bote shinyani. Faye? Faye? Yes. Mbona mashati yangu mpaka sasa hajafuliwa? Oh, I'm sorry darling. Jana nilikuwa nimechoka sana. Lakini nitakufulia. Sawa. Fanya basi, si unajua kesho nataka na mkutanoni kazini. Sawa, usijali nitakufulia. Maji ndio hayo. Sikumbuki nikikuagiza maji. Heshimiana huko kwini. Kama ningelikuwa sasa mchezaji wako, hapo tungeheshimiana. Ila bora chanzo cha hila. Hadija, kwa nini ushamjaribu? Kumbe ulikuwa unalenga. Nafikiri una maana, kumbe una maana yote. Nyuko, alafu sikiza. Jua kujaribiwa, sio kila mtu ana maana, anakupenda, anakutaka. Kende, unaona sura lako libovu.
Asante yako peleka kwa. Acha nayo kutibiwa kwa waste time. Hebu ngoja nimalizie yangu. Na hivi kazi nimeweka hapa. Subiri matokeo. Kwani mpaka uniagize maji ndio nikuletee? Mimi nimekaa kadhania tu, nimejua tu labda unaisikiu. Kwa hivyo nimekuletea upumzishe roho yako. Ila sisi kiu bai. Kwa hiyo mimi nakuletea maji unywe unaringa? Unaringa sio? Sawa basi. Usiku wa leo sitapika chakula cha jioni, utajipikia mwenyewe. Sasa yaani kutokunywa maji kwangu mimi ndio kunisababisha yote. Basi si uyanywe, kwani maji yana shida gani? Nimekuletea wewe kunywa. Najuaje huko umetoka labda umechoka jua. Wewe kunywa maji hayana shida. Usipende kuwa msumbufu boy. Uko sawa? Niko sawa, umeridhika? Tulia basi. Sawa. Acha hata nisitulie. Zile nguo zenye nilikuwa nimeagiza nikakufulia, acha nikazifue, alafu je tupumzike sote. Napata mgeni kwa pasuni sana. Wewe ndio sometimes unanikoroga. Sasa ulikuwa kati ya maji ya kazi gani? Acha nikafue. Sawa. Ushauri. Sijui nifanye nini ndio ujue nimekushukuru. Kwa hakika asante sana. Mimi nimefanya tu kama binadamu mwingine wote. Sikuhitaji mshahara wote. Fanya utafute kakako. Ndio, na hilo ndilo linalonipa wasiwasi. Napanga kurudi nyumbani. Nikushauri tu kitu. Wajua mavi ya kale hayanuki. Tafute hazi. Natumai mtarekebisha. Sawa ushauri. Lakini lazima nitarudi tena hapa. Nije nirudishe kwa shukrani. Kwa kweli umenisaidia sana. Unajua tatizo moja la matatizo ya binadamu ni kufanya kitu ukitarajia kupata kitu kingine. Na kusahau kwamba kila kitu ambacho binadamu anajivunia kimetoka kwa Mwenyezi. Ni kweli. Ushauri, nikwambie kitu. Unajua toka nimekaa hapa kwako mpaka sasa hivi, yani nimekuwa mtu wa kujifunza kila siku. Wewe ni mtu mwenye busara sana. Asante sana mshauri. Mungu akuzidishie. Caleb, hapa kwangu umekaribishwa wakati wote mdogo wangu. Ukijisikia kukuja wewe njoo tu, hapa ni nyumbani. Na nikombea tu kila laheri huko nakokwenda, inshallah kaishi vizuri. Wakati wote unakaribisha tu kufika hapa. Jisikia tu uko huru, hapa ni nyumbani. Sawa mshauri. Acha mimi basi nikuache. Asante mzee. Sawa. Asante sana. Msalimie sana Hazi. Sawa. Kwa heri. Haya, safari njema bwana. Kiingereza niko vizuri kaka. Mpaka kile cha kutwenga. Kwani hujui niliishi kule Amerika miaka 15. Yusuf. Subiri. Ni wewe umeniita ama ni mwingine? Ni mimi bana. Vipi jamaa, mnaendeleaje na maisha? Caleb, unaongea? Ulipata na nini labda? Hamna bwana, ni story ndefu, yani nikianza kuelezea hapa tutakesha.
Umenishangaza sana Caleb. Yaani kumbe ulikuwa na uwezo wa kuongea. Ama kweli ukitembea Musa utaona Firauni. Vipi kuhusu kakaangu Hezron? Mna habari zozote pengine? Wewe, na nini jamaa? Ila naomba utafute sehemu tulivu tuketi, alafu nitakueleza kila kitu. Kwani kuna nini? Hamna lolote Caleb. Naomba tuandamane, utapata majibu na yataka. Kuna wasiwasi. Caleb, baada ya kufukuzwa, Faye alimtawala sana Hezron. Nimekwambia Heza achana na mimi. We can fix this. With who? With you. To fix what? Kaa mbali na mimi nimekwambia. Usinishike Heza. Usinishike. Sina mahusiano na mataira. Yaani mimi niwe na wewe. Siwezi. Toka. Nimekwambia toka Heza. Naomba nisiri basi. Kwa lipi? Alafu kubadilisha majina kwa tiza nyumba maanisha kwamba ni kwako. Sasa kumbe nini? Wewe ukijangalia ulikuwa una uwezo kwa mume wangu. Sikutaki Heza, na kuomba toka. Nilikwambia toka mwanzo, sina haja na wewe. Na kuomba toka. Faye. Naomba nipe muda basi. Unanipotezea muda, toka. Kama huwezi kukusanya nguo zako nitakukusanyia, na kuomba toka. Mlango ule. Faye. Nakuomba toka. Hezi, nimekwambia toka kwangu. Kwa kuwa nilikuwa pale na Hezron alikuwa rafiki yangu, nilimchukua na kwenda naye nyumbani kwangu. Lishi naye vizuri, ila siku moja Yusuf. Nakumika sana kitendo nilichomfanyia mdogo wangu. Ni cha ukatili sana. Pole sana Hezron. Kila jambo changamoto huwekwa ili kudhihirisha utukufu wa Mungu. Ina imani utampata Caleb. Najisi nimemsaliti Mungu wangu. Sina amani ya maisha Yusuf. Sio na wasiwasi. Hilo lishapita. Cha msingi sasa hivi ni tujue Caleb alipo. Yusuf. Naomba nilete maji tafadhali. Caleb ndugu yangu, unajua nimekukosea sana. Baada ya kugundua Faye na Nasra walitaka kunilaghai mali yetu, nilichapisha hati feki na kumpa. Ila ndugu yangu, mimi sipo tena duniani. Kwa heri kaka. Lepo kutafuta bila mafanikio. Itubidi sisi na marafiki zako wengine tukamzika. Pole sana Caleb. Mungu aiweke
roho ya kaka yako mahali pema. Sijali Caleb. Hata hivyo alikabidi istikabali. Kuna barua ndani na hati za nyumba na mali zote. Kaniambia endapo nitakuona basi nikukabidhi hii. Caleb ndugu yangu, unajua nimekukosea sana. Ila ndugu yangu, mimi sipo tena duniani. Kwa heri kaka. It'll be alright Caleb. Sijali eh. Naomba nipeleke nyumbani kwa kaka. Caleb, naomba upumzike kwanza, kisha kesho nitakupeleka kesho. Nimesema naomba unipeleke nyumbani kwa kaka. Kama hutaki nitaenda mwenyewe. Nani? Peter. Wow. Caleb, so you can now talk? Zile za kibubu ziliisha. Faye, umenisababishia ugomvi na kakaangu. Ukasababisha kifo cha kakaangu. Ukaona haitoshi, unataka kunyakua mpaka mali. Samahani Caleb, sikumuua Hez. Alijinyonga mwenyewe. Kumbe kifo ni kitamu eh? Kule mwanamke ni shetani. Tafadhali shetani mwenyewe. Funga mdomo wako wewe paka, hayakuhusu. Siku za mwezi huwa ni 40. Faye, unajua wewe ni kama panya ambaye ndani ya nyumba hula nguo za mwenye nyumba. Lakini pindi panya yule anaposhikwa, sijui kama atapata ujasiri wa kula nguo hizo tena. Wewe sema kilichokuleta. Ukimaliza toka kwangu. Usiniletee mabalaa. Kwako. Yeah, it's my property as you can see. Kwako. Yes. So out. Wewe na hawa vingairika wako. Get out. Nini? Uongo na mwisho. Hey. Unajiona mjanja sana. Hatimaye umeingia mtegoni ambapo huwezi hata kutoka. Caleb. Tuweza kaa tukaongea. Wewe ni shemeji yangu. Tafadhali Caleb, naomba tuyaongee. Kakaangu sasa hivi ni marehemu kisa wewe. Yaani siwezi kaa na wewe na haitawahi tokea niketi na wewe labda kwa ndoto. Sasa wewe ni fisi. Lakini wewe ni fisi ambaye ukifuga ukiwa mdogo mwishowe unafugaji. Hamna cha lakini hapa. Kistaarabu. Kistaarabu.
toka kwangu, tena usichukue hata ukuti wa fagio. Just leave. Sina ta familia, sina ta rafiki, nakuomba tu tukae tuongee shemeji, nakuomba. Toka. Ongelesheni na. Toka! Okay. Shemeji, mama tuongee kale. Kale kwa shemeji yangu. Kale. Toka. Kale. Nasema toka. Nenda. Mama ni ongelesheni. Mama tuongee. Yusuf. Naam. Hali ya Fei inahuzunisha sana. Kiukweli hadithi yake na Hazron inasikitisha sana, ila hili ni funzo kwa wamama na mabinti ambao lengo lao la kuwa kwenye mahusiano ni kuwa kitega uchumi. Endapo utajifunza kwa hili la Fei, basi ulimwengu mzima utaepukana na mabalaa ambayo yanasababishwa na mapenzi. Mufti. That's it.